mfumo mzima wa akili. Swala zima katika swala la mawazo, kufikiri na mwenendo mzima wa maisha ya mtu. Sonona mara nyingi inaenda kuasili na kumharibia mtu kwa mfumo, kushindwa kufanya mambo ambayo mtu alikuwa anayapenda sana, mtu kukata tamaa, mtu kukosa tumaini na kuona hana thamani tena. Haya zote inahusianisha moja kwa moja na mfumo mzima wa sonona. Na wimbi kubwa sana ambalo limekumbwa sana na swala zima la sonona ni wimbi la vijana, na hatari iliyopo watu hawatambui kwamba wana changamoto hii ya sonona au wana ugonjwa huu wa sonona, na unaendelea kuwameza taratibu na kimya kimya. Na umesema pale sonona ni hali ya huzuni. Ni hali ya huzuni. Kwa hiyo mtu akiwa na huzuni gani ambayo inaweza akaona? Kwa sababu nasema hivi, wakati nikurudishe nyuma kidogo, wakati wa ugonjwa wa corona, COVID-19, wakati ule kulikuwa kuna dalili zake ambazo wakazizungumza. Sasa kuna mwingine akiona labda amekohoa tu kidogo anasema mimi nina corona, mwingine akifanya hivi kidogo mimi nina corona. Hiyo imeniambia huzuni. Kwa maana yake mimi nikipokea taarifa yoyote ambayo nikawa sijaipenda na nikapata huzuni na kuwa tayari na sonona, ama inakuwa ama ni huzuni gani ambayo itapimika kwa mtu na kuonekana tayari ni huzuni ya muda mrefu, ni huzuni ya ipi hasa ambayo nikiona kwa mtu au mtu akipata mwenyewe anaweza akasema kwamba hapa sasa hii inaweza kuwa sonona? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali lako, ni zuri. Labda kwamba tutamtambuaje mtu mwenye sonona, na pia umegusia swala zima la huzuni. Huzuni kwa kawaida inampata mtu yoyote yule, na huzuni inaweza kumkabili mtu yoyote yule kwa hali ya kawaida. Yani kwa mwanadamu yoyote ambaye yupo duniani huzuni inampata. Ila je, unakabili vipi hiyo huzuni, na hiyo huzuni imechukua muda gani? Tunaweza tukamtambua kwamba huyu mtu anasonona kwa kupitia muda ambao ile huzuni anapitia. Lakini huzuni ambayo mtu anayopitia wa kawaida haiwezi kumwathiri katika kufanya majukumu yake ya kila siku. Labda mtu amepata taarifa amefiwa kwa wakati huo, na baada ya kupata hiyo taarifa automatically huyu mtu atangukia kwenye swala zima la huzuni, lakini hiyo huzuni haitomwathiri kufunction maisha yake ya kila siku. Huzuni tunayoongelea ni ya muda mrefu. Ni ya muda mrefu. Mtu anashindwa kufanya yale mambo ambayo alikuwa anayapenda, mtu anaanza kuona kwamba hana thamani tena, mtu anakosa tumaini. Hiyo ndicho tunachokifocus zaidi kwa swala zima la sonona. Kwa swala zima la sonona, namna gani watu ambao wanaathirika, na ni kweli kwenye jamii zetu tumewaona hawa watu wanaathirika na masuala haya ya sonona, ambao kwa kupitia nini? Huzuni. Na pia kitaalamu ukisoma kitabu cha DSM-5 inakuonyesha kwamba angalau mtu tuweze kuziona dalili tano ndio tunaweza tukamtambua kwamba huyu mtu ana changamoto ya sonona. Dalili ya kwanza ambayo tunaweza tukamtambua kwamba huyu mtu ana sonona ni mtu ambaye ana mawazo ya kujiua. Yaani kila wakati anajiona, anaona kwamba sina thamani, hata nikifa hamna shida. Huyu mtu moja kwa moja ana sonona na ameathirika kweli kweli na sonona. Kwa inatuonyesha direct kwamba huyu jamaa au huyu mtu ambaye ana mawazo haya ya kupoteza uhai wake ni dalili mojawapo ya sonona. Na huwa ni hatari sana kwa mtu akifikia hii level. Na mtu ambaye anataka kujiua au ukimwona mtu ambaye anajiua ni watu ambao wana mipango kabisa. Unakuta anatengeneza formula yake kabisa, anafanya na survey kabisa. Nitajiuaje? Kuna mtu mwingine anatengeneza na mazingira, anaandaa mazingira kabisa. Kuna muda alichukua dawa, labda kama ni vidongo alitaka kumeza, anaahirisha. Hii yote ni mpango wa kujiua. Au anafikiria kabisa, nijiue kwa namna gani? Je, nijitundike kwa kutumia kamba? Au je, nikajitupe kutoka juu ya ghorofa mpaka chini? Ni mtu ambaye anafanya maandalizi. Kwa hiyo mpaka anafanya haya maandalizi ni mtu ambaye ameathirika. Sio kwamba ni mtu ambaye anatoka tu from nowhere na kwenda kujitupa. Kwa hiyo inaonyesha direct namna gani sonona ambayo inaweza ikamwasi. Jambo la tatu ni changamoto ya usingizi. Kunakuwa na mabadiliko ya usingizi. Pia inawezekana ni dalili mojawapo ya mtu ambaye ana sonona. Inawezekana kuna mtu anatazama muda huu anapitia hiyo changamoto. Kuna muda mwingine mtu analala sana. Yaani bila mpangilio analala sana. Kweli analala mno. Au kuna wakati mwingine mtu anakosa usingizi.
Mimi siwezi kulala, napata usingizi saa 8, mimi siwezi kufanya kitu chochote, ni dalili mojawapo ya sonona. Kwa mtu kwa mwingine anakuambia mimi bwana, yani siwezi yani nikishinda nyumbani siwezi kujizuia, yani mimi napenda kulala, yani mimi napenda kulala kaka. Haya, mtu anayependa kulala huyo naye sasa mzungumzo tu wawili. Mtu analala sana, mtu ambaye anakosa usingizi. Mimi nakuwa na sonona kwa sababu ni watu ambao unakuta ukilala mchana, usiku unaweza kulala saa 10 alfajiri. Yani kwa maana kwamba aina labda ya mwili labda wako ndo mnaeleza vizuri hapa kama kwa sababu kuna vitu vingine sio kama ndo tumeumbwa hivyo ama inakuwaje? Asante sana. Kitaalamu kisaikolojia, kwa mtu kwa kawaida inabidi apumzike masaa 8. Alale kwa masaa 8. Sasa mtu ambaye ninayemsemea hapa anayelala sana ni mtu ambaye asubuhi labda amelala saa 2 ile usiku, anakuja kuamka saa 2, na baada ya dakika kadhaa, baada ya masaa 3 tena karudi kitandani amelala. Kwa hiyo huyu mtu hatutaona kwamba kuna mambo hayako sawa, sio kwamba huyu mtu yuko sawa. Ndio kuna kitu tunaita kwamba night fear. Hii ni tabia ya mtu analala yani anajitenga, anaenda kulala, anataka ile simu yenye giza. Hili ni giza tupu, ukiweka mwanga mistaki. Yani anataka madirisha afungwe, kile kitu yani kifungwe, amelala huko ndani ametulia. Mtu ambaye analala sana, hiyo mojawapo ni dalili ya sonona ambayo inawakumba watu. Pia kuna dalili za kimwili ambazo zinawakumba watu ambao wanapitia sonona. Unakuta mtu ana maumivu ya kichwa, kichwa kinamuuma sana, mbona kichwa kinanigonga, maumivu ya mgongo, wanawake kupoteza hedhi, muda mwingine mtu ana miguu inamuuma, lakini akienda kufanyiwa medical check up kwa daktari anamkuta yupo fresh kabisa, hamna kitu kinachomtesa. Kuna muda mwingine shingo kukaza, pressure, hana utulivu. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo zinaonyesha kwamba moja kwa moja huyu mtu ana changamoto ya sonona au ana ugonjwa wa sonona. Pia kuna dalili nyingine, mtu anakuwa ni mvivu sana. Ukimwambia fanya hiki ni lezi, hawezi kufanya. Mimi hicho siwezi, mimi najisi nimechoka, siwezi kufanya jambo lolote. Yani haoni kitu ambacho anaweza kukifanya. Kimwambia hata unaweza kusema kwamba niletee kikombe, hawezi kukuletea. Ni very sluggish. Hizi dalili ambazo zimethibitishwa na wataalamu kabisa. Hizi zimethibitishwa na wataalamu wa saikolojia, pia na jopo la madaktari. American Psychological Association waliweza kuzidadavua pia hizi. Ndio. Umeshakutana na mgonjwa yote wa sonona na kwa tathmini yako nyinyi kama wana saikolojia, lakini nataka nibezi zaidi kwako. Umeshakutana na mgonjwa au wagonjwa wa sonona na ukaona ni vitu gani hasa ambavyo yani nini hasa inapelekea kuwa katika hali kama hiyo? Asante sana. Wagonjwa wa sonona nimekutana nao. Pia kuna sababu nyingi tu ambazo zinasababisha mpaka kupelekea hiyo haya. Sababu ya kwanza ambayo mfano nichukulie kwa jamii ya sasa, sababu ya kwanza ni ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha. Na kwenye swala zima la ugumu wa maisha, tafiti zinaonyesha kwamba waathirika wakubwa wa ugonjwa wa sonona, grupu la kwanza ni vijana. Kwa sababu tunaita kwamba mfumo wa